Ya, tunaendelea na uchambuzi wa tamthilia yetu hii kali ya Dunia, ambapo ni kipande cha 140 mpaka kipande cha 141. Sasa nipende kukukumbusha, kama bado haujasubscribe, hakikisha una subscribe chaneli hii ili tuendelee kuwa sambamba. Ili uwe mwanafamilia, hakikisha kwanza una subscribe uendelee kupata vitu vikali kutoka kwetu. Si mchezo, mambo ni moto, mambo ni mengi, movie inaendelea kupamba moto. Sasa tuendelee na uchambuzi wa kipande chetu hichi cha 140 mpaka 141, ambapo maamuzi ya Manyanya kwa sasa ni kuitika uwito wa wazazi wake alioitwa. Amechokifanya, ameenda moja kwa moja pamoja na mke wake ambaye ni huyu bi mdogo, kwa maana nyingine za kusema Matrida. Ameamua kutinga naye moja kwa moja hadi nyumbani kwa lengo la kwenda kuwatambulisha kwamba ndio mke wake mpya mdogo. Sasa baada ya Manyanya kufika nyumbani, kilichotokea alimkuta tayari Violet ambaye ni mke wake mkubwa alishafika pale. Kama unakumbuka, uliona pale vizuri, kama Manyanya alistaajabu kwamba kwa nini Violet yuko pale na kwa nini yuko pale, yani amefuata nini na ana shida gani, anataka nini kwa Manyanya. Baada ya kufika pale, Manyanya alichokifanya cha kwanza ni kujielezea. Kama unavyomjua mwamba kwenye maelezo huwa hanaga mbambamba, huaga hakwepeshi, ananyosha. Ameelezea jinsi alivyo kwa sasa juu ya Violet, kwamba hakuna chochote. Kama alikuwa ni mke wake, basi ilikuwa ni zamani, kwa sasa si mali yake tena. Hilo ameamua kuliweka bayana mbele ya wazazi. Vilevile kinachoendelea hapo ni Violet sasa kuanza kupata ukakasi na uchungu, maumivu makali, kuona kama anadhalilishwa. Yani kwamba huyo bi mdogo kaenda na mtoto afu yeye hana kitu. Sasa anachokiona pale, maana yake ni kama anaanza kuingia kwenye migogoro na Mati ambaye ni mzazi, amezaana na Manyanya. Hicho ndio tunachokiona kinaelekea hapo. Vilevile kuna huyu jamaa wetu, huyu Mudi Muzungu, Mr. Pombe, nakwambia amepata litoto lidogodogo, sasa hivi ndio anajivinjari. Anakwambia japo ni mwanafunzi wala haoni shida, miaka 30 gerezani haoni hatari. Hiyo ndio anasema mapenzi ni upofu, huoni. Kitakachomtokea Mudi Muzungu hapo nakiona ni maisha yake kuwa matatani, japo sasa hivi anachukulia kama mapenzi, lakini kitakachomkuta baadaye ni matatizo, kwa sababu anatembea na kibiriti cha gesi amekiwasha, angari bado yupo sheli. So nategemea nini kitatokea hapo? Bila shaka ni mlipuko. Vilevile kuna kitu kimoja kama mtazamo naona kinaendelea, ambapo kitaleta shida. Kitu chenyewe hicho bana, nakwambia ni baraa. Wazazi kama wazazi huwa hawanaga mambo mengi. Ndio maana ukiangalia hapo wazazi wake na Manyanya walitaka kuwa spidi, nataka kuwa juu, lakini kulingana na maelezo ya Manyanya na utambulisho wake wa familia yake, kama wazazi wali calm down. Kisema calm down, maana yake ni kama waliamua kukubaliana na kupoa kumpandia Manyanya juu. Unaona hapo, bibi mtu baada ya kupewa mjukuu alianza kucheza naye. Unaambiwa furaha ya ndoa ni familia. Yani furaha ya ndoa lazima uzae.
Kaona hapo sasa mama yake na manyanya tayari amepata kijukuu. Hiyo ndio furaha ya ndoa. Sasa kwa mawazo yako, kwa maoni yako, toa comment section hapo kwamba unadhani nani ana vote mbele ya wazazi wa manyanya kati ya Matilda pamoja na Violet? Nadhani majibu hapo unayo, lakini majibu yangu ni kwamba Mati lazima awe na asilimia nyingi kwa wazazi, kwa sababu tayari ameshawaheshimisha, amewakuza, amewazehesha kwa kuwaletea mjukuu. Pia na wewe toa maoni yako hapo kwenye comment section kwamba nani ana asilimia za upendo kwa wazazi. Unadhani nani watamjali, nani watamchukulia kama mkazana, yani mke wa mwanae? Bila shaka kwa mimi ni watamchukulia Matilda kama ndio the best, sababu amechokifanya ni kumheshimisha manyanya. Haimaanishi kwamba na anasema kwamba asiyezaa hana thamani kwa wazazi, lakini hapana, lakini uhalisia ndio huo. Yani manyanya manyanya kupata mtoto kupitia kwa Matilda imempa point kubwa kwa wazazi. Bila shaka na wewe mawazo yako hayatakuwa mbali na hapo. Vile tunaona sasa ndoa ya dada yake na Violet. Yule kipindi kile alikuwa amerudi nyumbani kwa changamoto za mume wake. Naona sasa hivi anapitia changamoto zaidi, ukilinganisha maisha anayoishi kwa sasa na maisha aliyokuwa nayo hapo awali. Ilikuwa ni tofauti, kwa ni vitu viwili ambavyo ni tofauti. Ukisikia maisha ni kupanda na kushuka, basi hapo hawajakosea wahenga. Haya, tuendelee kufuatilia episode yetu hii inayofuata 141. Itakuwa imebeba uhondo mwingi, kwa sababu itakuwa ni ya moto zaidi kuliko. Nipende tena kuwakumbusha wafuatiliaji wetu wa channel yetu hii ya Kazura Mimba Brand. Cha kwanza, hakikisha una subscribe. Sio kusubscribe tu, hakikisha pia una like. Naweza kusema sio ku like tu, na ushare kwa watu mbalimbali, au unasemaje, ili tuendelee kwa pamoja vipande vinavyofuata. Asanteni sana, nawapenda sana. Bye bye. Tomorrow we crave for a ray of sunshine.